Tunasali sala ya Baba yetu aliye mbinguni. Why are we praying our Lord's Prayer? Na kwa nini tuishikilie kwa nguvu sana? And why are we holding on to it? Na kwa nini tuifuatilie sala? And why are we following up the prayer? Katika maisha ya binadamu, in a man's life, kitu kinaitwa sala, what is called prayer, ni kitu cha muhimu sana. Is very important. Maombi, prayers, waweza kuomba. You might pray. Maombi yoyote unayoomba. Any prayer that you can pray. Lakini inapofika kwenye kitu kinaitwa sala, but when it comes to the point of intercession, you must know. Sala ina mpangilio. A prayer has order. Na Yesu, and Jesus, alishaweka mpangilio wa sala. He have already put the order of prayer. Ambao ni muhimu kuielewa. Which is very important to understand. Ukiwa Mkristo, when you are a Christian, usipojua hii, if you don't know this, usipojua hili, if you don't know this, tunaweza tukapishana kila mahali. We might go astray in everywhere. Watu wanaweza kupishana kwenye maneno mengi sana. People, they can go wrong in many areas. Wengine wanasema tuabudu hivi. Others will say let us worship this way. Wengine tuabudu hivi. Others will say let us worship this way. And our order is this. Au ibada yetu iko hivi. Or our service is like this. Au sisi. Or us. Sisi. Or us. Tuna mpango huu. We have this plan. Sisi. Us. Tukiomba. When you pray. Au tukisali. Or when we intercede. Au tukibatizwa. Or when we are mapishano ni mengi sana. There is different. Lakini ukija kwenye sala, but when you come to a prayer, hauwezi kupishana. You cannot. Sala inawaunganisha Wakristo wote. And prayer connect all Christians. Sala inawaunganisha watu wote wanaomwamini Mungu. Prayer connects all people who believes in God. Ni sala ile ile. It is the same prayer ambayo Yesu aliifundisha. That Jesus taught. Na ndio ameifundisha wazi wazi. And he have taught it openly. Hakuna mkanganyiko. There is no confusion. Akasema, and he said, ninyi mnapofanya sala, as you pray, semeni hivi. Say this. Salini hivi. Pray this way. Baba yetu uliye mbinguni. Our Father in heaven. Hapo hakuna cha mtu anayesali huku wala anayesali huku. There is no one who will pray this way. Anayesali Jumamosi au Jumapili. The one who prays in Sunday. Inapofika kwenye sala, when it comes to a prayer, Yesu aliweka waziwazi. Jesus put it open. Na watu wa Mungu, and people of God, kama kuna kitu kimepotezwa, if there is anything that is katika lost ulimwengu tulionao, in the realm that we are in, ni sala na muda wako wa sala. It is a prayer and your time of prayer. Lazima turudi kwenye sala ya Bwana wetu Yesu Kristo. We must go to our Lord's prayer. So every one of us, I want jambo la muhimu sana, a very important issue, ambalo lazima ulifanye nyumbani kwako, which you have to do it in your house. Lazima ulifanye kazini kwako. You must do it in your work. Lazima ulifanye unapokuwa safarini. You must do it when you are in ni muda wa sala. It is the time of prayer. Na sala ya Baba yetu aliye mbinguni. And our Lord's prayer. Kwenye sala, in a prayer, Yesu anasema, Jesus is saying, basi ninyi salini hivi. Now you pray this way. Swali hivi. Wenzetu wanatumia kuswali. Others are using other word. Lakini Yesu ametufundisha kusali. But Jesus have taught us how to pray. Sema amen. Say amen. Wao wanaswala. They have a prayer. Hallelujah. Ni jambo hilo hilo tu. It's the same thing. Lakini but Yesu Kristo, Jesus Christ, ametufundisha sisi have taught us sala ya Bwana. The Lord's prayer. Sema amen. Amen. Hallelujah. Sema sala ya Bwana. Sala ya Lord's prayer ni moja ya nguzo muhimu, is one of the important pillars ambayo hutakiwi kuiacha maisha yako yote, which you are not supposed to leave it. Na ukifuata vizuri, and when you follow it, itakupa msingi wa familia yako. It will give you the foundation of your watoto family. wako watatoka kwenye line hiyo. Your children won't go away from that line. Sema amen. Say amen. Ukianza kusali, when you start praying, hata kama huwezi kuwakalisha watoto, even if you cannot make them sit, kuambia nendeni kanisani, and tell them go to church, kuambia twendeni tuabudu, and tell them go, kuambia tuingie kwenye maombi, let us enter into ni prayer. rahisi sana. It's very easy kuwafundisha sala ya Bwana, to teach them the Lord's prayer. Yes. Sema amen. Amen. Say amen. Kuanzia wakiwa watoto, from their childhood, sala ya Bwana the Lord's prayer itakusaidia will help you kuiweka familia kwenye msingi. to put the family in the foundation. Toto hata kama atasahau kingine, a child even if you forget something, akifika wakati wa sala, when they reach a time anajua ni wakati wa sala. Sema amen. It's a time of prayer. Kwa kila mmoja,
So everyone, tunaifanya hapa ibadani, we are doing it in the service, ili pia ikae ndani yako, so that it may stay in you. Kila inapofika asubuhi saa 12, every time when you reach, kabla hata ya maombi mengine, before even other prayers, au baada ya maombi mengine, or after other prayers, lazima uwe na muda wa sala ya Baba yetu aliye mbinguni. You must have time to pray. Inaitwa sala ya Bwana. It is called the Lord's Sema Prayer. amen. Amen. Say amen. Piga magoti, kneel down, omba mara 7, pray it 7 times. Ukimaliza, and when you're done, nenda kazini. Sema go amen. to work. Ndio maana kwenye redio zetu, that's why in our radios na TV zetu zote, and all of our television, inapofika saa hiyo, when it comes to that time, ni saa ya sala. it is a time of prayer. Kila mmoja ingia kwenye sala. Everyone enter into prayer. Hata kama ulikuwa safarini, even if you, kama unaweza ukawa na gari yako, if you have your own car, na Mungu akupe gari yako ili usihangaike kwenye basi. Sema amen. God give you your own car so that you may be hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Hapo unaweza kupanda basi unaenda Iringa, you might take a bus and go alafu saa ya sala, in the time of prayer. Sio kwamba unazuiliwa kutulia na kuomba kimya kimya. It's not that you are forbidden. Lakini ukiwa na gari yako, but when you have your car, unafika polini, unakata, unasimamisha, you unazima gari yako au iko sirens, you switch off your unainama kwenye usukani wako au ndani ya gari yako, unasali sala yako, you pray your prayer. Ukimaliza unaendelea na safari. When you are done, you finish it, you continue with your journey. Sasa tunapokwenda katika sala, now when we go to a prayer, tunapoiomba sala ya Baba yetu aliye mbinguni, when we pray our Lord's Prayer, imejaa mambo muhimu aliyoweka Yesu mwenyewe. Is full of important things that hakufundisha Petro, it was not taught by Peter, Yohana, it was not taught by na hata Yesu alipofundishwa, even when Jesus taught it, when he taught it, hakusema mwishoni, he did not say at the museme katika jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Sema amen. Say amen. Anasema semeni Baba yetu uliye, jina lako, ufalme wako, mapenzi yako hapa duniani kama wapi, utupe leo, utusamehe kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie bali utuokoe, and lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For the power is yours.